Kwa majina naitwa Engineer Edson Kafwimbi, ni Operational and Technical Services Manager wa kampuni ya Tanzania Integrated Engineering Solution. Jambo kubwa ambalo kampuni yetu inafanya ni kuhakikisha tunatumia utaalamu wetu ili kuweza kutatua changamoto katika field tofauti tofauti za engineering. Sasa kwa miaka ya hivi karibuni kama kampuni tumejikita sana kutatua changamoto za wachimbaji wadogo. Na moja ya changamoto kubwa sana ambayo tumekuwa tukiitatua ni sisi kutafuta teknolojia ambazo tunaona zinatija kwenye uchenjuaji na uchimbaji wa madini mbalimbali. Na kwa mwaka wa 2024 tulibahatika kufanya mradi mmoja mkubwa ambao lengo kubwa la huu mradi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanaochimba matilio yao kutoka kwenye vyanzo tofauti tofauti wanaweza kuyachukua hayo matilio na kwenda kuyachenjua kwenye planti hiyo na wakapata faida, na yule mmiliki wa hiyo planti akapata faida. Na kimsingi huo mradi tumeufanya kwenye eneo ambalo linaitwa Buziba katika mkoa wa Geita. Ni eneo ambalo liko karibu na mji mmoja ambao unafahamika sana unaitwa Nyarugusu. Huo mradi unamilikiwa na kampuni ya Mwamba Mining Limited, na kwenye scope yetu sisi tulipewa jukumu la kudesign au kusanifu, lakini pia tulienda mbali zaidi tukafanya ujenzi, lakini pia tulifanya majaribio ya kile tulichokijenga au ule mtambo tulioujenga kwa ajili ya kuchenjulia dhahabu kwa wachimbaji wadogo. Sasa katika jitihada hizo na teknolojia ambayo tulikuja nayo ilikuwa ni carbon in pulp. Hii ni teknolojia ambayo kimsingi kwenye ulimwengu sio teknolojia ngeni, na kwa makampuni makubwa sio teknolojia ngeni, lakini kwa wachimbaji wadogo ni teknolojia ngeni sana, ambayo huko awali kama tunavyofahamu wachimbaji wadogo wamekuwa wakitumia njia za kutumia zebaki, na ambapo tunafahamu hizo njia sio salama kwa afya zao, lakini pia mazingira kwa ujumla. Lakini pia cha muhimu zaidi, hata lile zao la mwisho unaolipata ukilinganisha na kinachobaki kwenye makapi, utajikuta kuwa dhahabu nyingi inabaki kwenye makapi. Kwa hiyo tulikuja na huo mradi pamoja na Mwamba Mining Limited, na huo mradi kimsingi ni plant ambayo ina uwezo wa kuchenjua tani 120 kwa siku. Kwa hiyo tulianza kujenga mradi huo kuanzia mwezi wa 5, na ilipofika mnamo mwezi wa 12 tukawa tumemaliza ujenzi na pia majaribio ya hicho kiwanda cha uchenjuaji wa dhahabu. Baada ya kufanya makubaliano ya kisheria na kampuni ya Mwamba Mining Limited, tuliingia kwenye stage za kazi za huu mradi. Na stage ya kwanza kabisa ambayo tuliifanya kama sehemu ya kumsaidia mteja wetu ilikuwa ni kuhakikisha vifaa au mashine zote ambazo zitanunuliwa kwa ajili ya kuzifunga zinakidhi ubora na mahitaji ya plant husika. Kwa hiyo tulifanya hilo swala la kwanza, tukafanya upembuzi yakinifu kutambua kwanza ni mashine zipi tutakazozihitaji, lakini hizo mashine zina ukubwa gani. Baada ya hiyo hatua tulienda hatua sasa ambayo ilikuwa ni kwenda eneo tutakapoifunga plant yetu au kuijenga plant yetu, na kufanya pia upembuzi yakinifu kuangalia lile eneo kama linafaa zaidi kwa ajili ya kuweka hicho kiwanda chetu au hiyo plant yetu. Kwa hiyo tulianza kwa hizo hatua kwanza. Lakini baada ya kumaliza hizo hatua ambazo zilichukua kama miezi 2 au mwezi 1.5, tulienda kwenye hatua nyingine ambayo ilikuwa sasa ni kwenda site kwa ajili ya kuanza ujenzi wa plant. Kwa hiyo tulianza ujenzi wetu, lakini sasa kama tunavyofahamu huwezi ukaanza ujenzi kabla ya kununua. Kwa hiyo kwanza tuli identify vitu vya kununua, tukamsaidia mteja wetu kuvinunua hivyo vitu, then tukavipeleka site kwa ajili ya ujenzi. Tukaanza sasa ujenzi wetu. Na hatua ya kwanza ya ujenzi wetu ilikuwa upande wa kujenga foundation kuanzia kwenye crushing stage, lakini mpaka kwenye stage ya mwisho ambayo ni kwenye matenki au kwenye CIP tanks. Kwa hiyo tulifanya hivyo, na baada ya hapo tulipofika katikati kama baada ya mwezi mmoja tulihamia kwenye hatua nyingine ya kufanya kazi za metali au tunaita metal works. Kwa hiyo tukaanza kufanya metal works
kuchomelea matenki na baadhi ya vitu tukawa tunaviassemble. Kwa hiyo muda ulivyozidi kwenda, tukawa tunaanza kupachika au kukiweka kila kifaa au mashine kwenye foundation yake. Kwa hiyo tulifanya hilo, na baada ya hapo tukaenda kwenye hatua ya kuweka service lines za maji, lakini pia service lines za umeme na service lines za upepo kwenye plant yetu. Baada ya hatua ya ujenzi wa plant ambayo ilihitimishwa na uwekaji wa service line za umeme, maji na upepo kwenye plant yetu, tuliweza kwenda kwenye hatua iliyofuata ambayo ilikuwa ni commissioning stage. Na katika hatua hii kimsingi na kitaalamu kabisa, unapaswa kwenda kufanya majaribio ya mashine moja moja, na baada ya hapo unajaribu mashine zote au plant nzima ili kuweza kutambua ufanisi wa hiyo plant yako kwenye uchenjuaji wa dhahabu. Kwa hiyo tulilifanya hilo kwa muda wa mwezi mmoja ambao ni siku 30. Katika mwezi huo mmoja tulichenjua material ambayo yalikuwa yana kiwango cha kisichopungua tani 3000, na katika hayo material tuliweza kulikava au kuzalisha dhahabu kilo 3. Sasa kimahesabu zaidi tuliweza kuchenjua dhahabu mpaka kwa 95% ya ile dhahabu ambayo ilikuwepo kwenye material yale yaliyokuwa yameletwa site. Kwa hiyo kimsingi unaweza ukaona kuwa ni teknolojia ambayo inakupa efficiency kubwa sana kwenye kuchenjua dhahabu ukilinganisha na njia ambazo tunazifahamu kama kwa kutumia zebaki, ambayo kitaalamu sana inaweza ikachenjua mpaka ikalikava mpaka 40% ya dhahabu ambayo ipo kwenye material yako. Kimsingi unapokuwa umeamua kutumia teknolojia ambazo ni bora zaidi kama teknolojia ya carbon in pulp au CIP, unapata faida nyingi, lakini moja ya faida kubwa sana ambayo unaipata, kwanza utaepuka matumizi ya kemikali ambazo zina madhara kwa afya yako, hususan kwenye vizazi vinavyokuja. Kama tunavyofahamu, kemikali kwa mfano kama zebaki ina madhara makubwa sana kwenye vinasaba vya mwanadamu. Kwa hiyo matumizi au utumiaji wa teknolojia hii ya CIP inakufanya wewe kwanza uwe umekuwa exempted na zile impact za zebaki. Lakini pili, ukiangalia kwa mapana sana, teknolojia hii ya CIP inakupa uzalishaji wa hali ya juu sana, au uzalishaji wa efficiency kubwa sana kulinganisha na teknolojia zingine kama hiyo ya amalgamation au ya kukamatisha kwa kutumia zebaki. Kwa hiyo faida kubwa kiujumla ambayo tunaweza kusema kampuni ya Mwamba Mining Limited imepata, kwanza ni kuwasaidia wale wachimbaji wadogo walio katika eneo la Buziba na maeneo ya jirani kama Nyarugusu na Rwamgasa kuepukana na teknolojia ambazo zina madhara kwenye afya zao na vizazi vinavyokuja. Lakini pili, Mwamba Mining kama Mwamba Mining wana faida kubwa ya kuchenjua material yao endapo watakuwa wanachimba kwenye hiyo plant na kupata faida kubwa sana kwa sababu ya ile efficiency kubwa. Lakini pili, mchimbaji mdogo ambaye ana material yake ambaye anayapeleka pale hatopoteza dhahabu yake, ataipata dhahabu yake kwa kiwango kikubwa kama matarajio yake yalivyo. Kupitia mradi huu wa Buziba ambao unamilikiwa na Mwamba Mining Limited, kampuni ya Tizi imeweza kuonyesha uwezo wake kwanza kwenye kutatua changamoto za wachimbaji wadogo. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo kama kampuni tumekuwa tunalipa kipaumbele kwa tuweze kutoa practical solutions za zile changamoto zote zilizo kwa wachimbaji wadogo. Lakini pili, kama tunavyofahamu, makampuni ambayo yamekuwa yanajenga hizi plant au watu ambao wamekuwa wanajenga hizi plant kwa kiasi kikubwa sana ni watu ambao ni wageni nchini. In most cases unakuta wanaojenga hizi plant ni makampuni yanayotoka South Africa au yanayotoka Zimbabwe. Kwa hiyo sisi ni moja ya kampuni ambalo ni la wazawa, linamilikiwa na wazawa. Kwa maana hiyo Tizi inaweza kujenga hizi plant au viwanda vya kuchenjulia dhahabu kwa gharama nafuu, lakini pia viwanda hivi vikajengwa kwa ubora mkubwa sana. Kutokana na ubora wa kile tulichokifanya katika mradi wa Buziba unaomilikiwa na Mwamba Mining Limited, ningependa kuwakaribisha Watanzania kwa ujumla, lakini kiundani zaidi ningependa kuwakaribisha wachimbaji wadogo na wakati ambao wanatamani
kutoka kwenye mifumo ambayo ni ya kizamani na kwenda kwenye mifumo ambayo ni bora zaidi, kwa maana kuwa inatoa efficiency kubwa sana, kama mradi huo wa CIP uliofanyika Buziba ulivyo. Kwa hiyo ninawakaribisha, karibuni sana, tuweze kuwahudumia, tuweze kuwasaidia kwenye manunuzi ya mashine, tuweze kuwasaidia kwenye utambuzi wa mashine ipi ni bora na ipi sio bora, lakini pia kuangalia mashine unazonunua, je, zinaendana na gharama ambazo unataka kuinvest kwenye huo mradi wako, lakini pia kuweza kuwasaidia kufanya upembuzi yakinifu wa miradi yenu, na kimsingi kuwajengea hizo planti na kuzifanyia majaribio kuona je zinafanya kama ambavyo mteja unakuwa unatamani kufanyiwa.